kuweka nguvu zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hapo mwanzo katika kitabu fungu la 37 nataka nianzie, lakini nataka nikuvute nyuma kidogo ili ukaweze kuelewa. Haleluya. Naona tunaweza tukaendelea. Tena katika kitabu cha Yoeli kinasema kwamba hizo siku zitakapofika nitawaambieni roho yangu juu ya watoto wenu. Bwana Yesu asifiwe. Na wazee wataota ndoto na watoto ama vijana wataona maono. Bwana Yesu asifiwe. Na kushangaza ni kwamba vijana ndio wanaota ndoto, lakini wazee wanaona maono. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utapata wazee wana maono, wazee ndio wako na maono, lakini vijana sasa hivi ndoto ndio wako nazo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini jiulize, maandiko yanasema kwamba Abrahamu alipotoka kule Uri wa Kaldaya akija Kanaani alikuwa na 75. Lakini maandiko yanasema kwamba alikuwa anaona maono. Sasa wewe unapicha 75 na unaota. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Twende katika kitabu cha Mwanzo 37. Tutasoma. Amen. Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa pili na wana wa Zilpa wake wanawake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Wakamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamchukia, wala hawakuweza kusema naye pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 5 anasema Yusufu akaota ndoto, kawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoota. Tazama, sisi tulikuwa tukifunga miganda shambani, kumbe mganda wangu ukaondoka ukasimama, na tazama, miganda yenu ikazunguka ikainama mbele ya mganda wangu. Ndugu zake wakamwambia, je, kweli wewe utatumiliki sisi, nawe utatutawala sisi? Wakazidi kumchukia kwa ajili ya ndoto yake na kwa maneno yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo tukianza kuangalia kuhusu ndoto, tunataka tuelewe ndoto ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nasema ndoto ni communication, ama ni mbinu ambayo Mungu anaitumia kupeana ujumbe kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo ambayo yako karibu kutendeka ama mambo ambayo yako mbeleni kutendeka, Mungu hutumia ndoto kukufunulia ni yapi ambayo yatakuja mbele yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana ukisoma katika ile fungu tunapata kuona kwamba Yusufu anaonyeshwa ni mambo gani ambayo anaenda kupitia, ni njia gani ambayo anaenda kupitia ili kwamba awe mwokozi wa ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo alipoelezea ndugu zake wakaelewa maana ya ndoto. Wakamuuliza, je, wewe unaenda kutumiliki? Walikuwa wamepata fahamu na kujua ni nini ambacho kinaendelea katika ndoto yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na hii ndoto ukijaribu kuangalia vizuri inakuonyesha ni mbinu gani Mungu huitumia ili kwa ajili ya kukuinua. Maandiko yanasema, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo 12:1 inasema Abrahamu akaongeleshwa na Mungu akaambiwa, toka katika nchi yako na katika nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, maana nataka nikubariki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ndipo Abrahamu akatoka katika nchi yake akaenda katika nchi ambayo Mungu anataka kubariki. Yusufu naye akaonyeshwa katika ndoto ya kwamba ako na ndugu zake, lakini mganda wake ukasafirishwa kidogo mpaka mahali kando
Bwana asifiwe. Kama hata mtu watano atakupiga vita, lakini atakayeanza kupiga vita ni wewe nyumbani mwako. Ambaye anajua unavaa nini, unajua unakula nini, unajua unatembea vipi, unajua unaenda wapi. Huyo ndio wa kwanza kupiga vita. Bwana asifiwe. Haleluya. Maandiko yanasema kwamba atawaelezea ndugu zake kuhusu ile ndoto. Hapo mbele kidogo anasema ndugu zake wakamkasirikia tena. Kwa hiyo ina maana walikuwa wamekasirika tayari. Kisa na maana ni kwamba alikuwa anapenda na babake. Wakakasirika. Mara ya pili wakakasirika ni kwa sababu Yusufu amewaelezea kuhusu ndoto yake, kumaanisha kwamba ameonyeshwa ule ukuu wake. Yusufu anawaelezea ndugu zake kwamba basi Mungu amenionyesha kwamba nitakuwa mkubwa. Hizo siku za Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Ndugu zake wakakasirika tena. Yaani roho zao zikarudi nyuma. Haleluya. Haleluya. Inafika mahali Yusufu akiongea na ndugu zake wanamjibu kwa ukali. Wanakosa amani naye. Kwa sababu wanajua huyu huenda akawa mkubwa. Sasa wale ndugu yao kwa mkubwa kuna makosa. Bwana Yesu asifiwe. Ama akuzidi. Ndio maana unasikia kuna roho ya uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unaenda pale unanunulia baba yako mkubwa sukari kilo moja akunywe chai na ndugu zako wale anakuloga. Haleluya. Yaani huyu mtoto wa juzi ananunulia mimi sukari. Kuna makosa gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani mtoto wa juzi huyu ananinunulia mimi unga. Kwani mimi mwenyewe nimeshindwa kununua unga? Kuna makosa gani? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na kwa Yusufu ndugu zake wakamkasirikia, kisa ni ndoto peke yake. Seriously. Hebu nikwambie hivi. Kila kitu ambacho Mungu anapenda kukifanya katika maisha yako lazima atakuonyesha. Maana maandiko yanasema kwamba Mungu akitaka kufanya jambo lazima apeane ujumbe kwa manabii wake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Basi ujue fika ya kwamba Mungu akitaka kutenda jambo katika maisha yako lazima utapata kufahamu, aidha kupitia ndoto au kupitia maono au kupitia manabii. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sauli akaenda kwa mganga kwenda kuuliza. Maana anasema, maana Mungu ameacha kuongea nami aidha kupitia maono ama kupitia ndoto ama kupitia manabii. Bwana Mungu atakuongelesha. Haleluya. Basi chunga wakati Mungu anapokuongelesha kuhusu kesho yako venye iko. Maana Mungu ametayarisha. Haleluya. Mungu ametayarisha. Chunga unayemwelezea ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Maana hiyo ndio sababu utapigwa vita. Hiyo ndio sababu watakupiga mawe. Hiyo ndio sababu wataanza kuacha kukuchekea. Na wakikuchekea ni kwa sababu wanakuvuta karibu ili wapate nafasi ya kukugonga. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Vita vitainuka kwa sababu ya ndoto yako. Shida zitakuja kwa sababu ya ndoto yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amina. Maana Yusufu alipigwa vita si kwa sababu nyingine, kwa sababu ya kuona. Wewe ndio hali ya makosa. Haleluya. Wewe kuona kuna makosa? Hakuna. Lakini kile chenye amekiota kuna shida. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kile unachokiota ndio watu hawataki. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haleluya. Haleluya. Kuna watu wanapigwa vita kwa sababu kesho yao ni kubwa. Kuna watu wanapigwa vita kwa sababu nyota zao zinang'ara. Haleluya. Amina. Haleluya. Kuna watu sahihi wanapitia hali ngumu si kwa sababu ya kwamba anapenda, ni kwa sababu nyota yake inaonekana inang'ara sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Vita vyako ni kwa sababu ya kesho yako ni kubwa. Vita yako unayopitia ni kwa sababu kesho yako inang'ara. Vita yako unayopitia ni kwa sababu ya yale ambayo Mungu ameyaweka juu yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kile ulichokibeba, kile Mungu amekuweka
Amen. Haleluya. Amen. Yusufu akauzwa akiwa na miaka 17. Just 17 years. hajafikisha hata wakati wa kitambulisho hajafikisha. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ameuzwa. Haleluya. Amen. Na Mungu kuuzwa, aliuzwa kwa sababu Mungu alikuwa ametayarisha kwamba hiyo ndio njia atakayopitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Maana ule mganda kule kusongea kando, haleluya, Amen. kule kuuzwa na kuuzwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikasirike watu wanapokupiga mawe. Usikasirike watu wanapokufukuza. Wanakufadhili kwa muda halafu wanakufukuza. Usishangae. Hiyo ni njia ambayo Mungu ametayarisha kwamba utapitia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maana kuna mahali unakaa, labda pengine unaishi kwa nyumba ya kupanga, unalipa mwezi, kila mwezi utalipa, lakini mwenye nyumba anakukasirikia. Unajiuliza, kwani mimi niko na shida gani? Na kama ni kulipa nalipa, kama ni kusafisha choo nasafisha, kama ni kufanyia nafanyia. Shida iko wapi? Usishangae. Ni kwa sababu Mungu ametayarisha kwamba wewe mahali umefika si wa kuishi kwa nyumba ya kupanga. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Kuna mahali unafika unaanza kumlaumu Mungu kwa sababu ya yale unayopitia. Mungu ametayarisha kupitia hapo na kuinua. Unashangaa nini? Unapiga kelele kwa kuwasaidia watu. Usikasirike. Ngoja kupea juu. Inadvance. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wewe unaona Yusufu alipotolewa alikasirika. Na mbona unakasirika? Yusufu alipoota akawaelezea ndugu zake, alipouzwa hakukasirika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pale mahali alipelekwa kwa Potifa hakukasirika, alimtenda kazi kwa bidii na Mungu akambariki Potifa kwa sababu yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Hiyo ni ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Sasa imagine, sikafikia mahali kusikia maneno, akaota ndoto tena nyingine. Akawaambia ndugu zake akasema, angalieni, nimeota ndoto nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na tazama, jua na mwezi na nyota 11 zikaniinamia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akawaambia baba yake na ndugu zake. Baba yake akamkemea, akamwambia, ndoto gani hii uliyoiota? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani anamkemea? Baba yake akamkemea, akamuuliza, ndoto gani unayoiota? Una roho bwana. Una haroni. Una madarasa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Unaota nini? Yaani jua na mwezi na nyota 11 zinakuinamia. Unamaanisha nini? Baba yako anakuuliza hivi. Badala kwamba baba akutie moyo, mwambie Mungu aendelee kutimiza ndoto yako. Badala kwamba mwambie hivyo, namuuliza wewe, nini unaona? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si jirani. Kama ingekuwa jirani hapo unasema ameniroga huyo. Si jirani. Baba yako mzazi. Umenoa kwa viuno vyake. Unamwelezea ndoto, anakukemea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kama ingekuwa Yakobo angekuwa mchawi angekuroga tayari. Hii mimi si. Mbona Yakobo alikuwa anakubali kutawaliwa? Hebu niulize, alikuwa mzao wa kwanza kwa ndugu yake, aliiba kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio ile kwanza aliiba uzao wa kwanza kwa ndugu yake. Kwa supu ya maharagwe. Unataka maharagwe? Wewe unataka maharagwe? Nipe uzao wa kwanza, papatia. Kitu ya kwanza hiyo, supu tu ya maharagwe, supu. Akapewa. Kitu ya pili, akadanganya. Akajiita Esau ya kwa baraka. Haleluya. Amen. Wewe unakubali? You think angekubali? Atawaliwe. Haleluya. Amen. Namuuliza, ni ndoto gani unaota? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Je, mimi na mama yako na ndugu zako tutakuja tukusujudia hata nchi? Ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi neno hili.
Ndugu zake wakaenda kuchunga kondoo za baba yao huko Shekemu. Israeli akamwambia Yusufu, je, ndugu zako hawachungi kondoo huko Shekemu? Njoo nikutume kwao. Akamwambia, mimi hapa. Akamwambia, enenda basi ukaone kama ndugu zako hawajambo na kundi nalo ni salama, ukaniletee habari. Basi akampeleka kutoka bonde la Hebroni akafika Shekemu. Imagine, alipoenda ndugu zake wakamuona ndio yule. Unajua walimuita aje? Hawakusema Yusufu anakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Wanasema kale kandoto kanakuja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yule mwenye kuota ndoto anakuja. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Inafika mahali yale mambo ambayo yanayapitia wanakubandika jina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Ile mama wa Dera. Ile mama wa Kadera kamoja. Haleluya. Kuna mahali watu wanapita wanakuita majina. Haleluya. Amen. Usiwasikilize. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Maana ukiwasikiliza kile ambacho Mungu amepanga kufanya ndani yako itakosa nguvu ya kukamilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana hilo neno nataka nikwambie litakuvunja moyo. Hilo neno utakalolisikia ndio watakutaja ama watakuja nalo. Wakati utakaponisikia litakuvunja moyo. Maana walipomwita muota ndoto anakuja, hakulisikia hilo neno. Maana angelisikia ningemvunja moyo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wakasema na tukauze hata mtu ili tuone kama hii ndoto yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Huyo anayetamka maneno haya si jirani. Si jirani. Si jirani. Ndugu watoka toke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndugu watoka nitoke. Anasema tukauze hata mtu tuone kama ndoto yake itafikia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo ndugu yako anaweza sababisha yale ambayo unayapitia. Anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama anayafanya usishtuke, maana haki yeye. Kaini alimuua Abeli. Wakati huo hapo mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Watu kupiga mawe usishtuke. Hawaachi hao kupiga mawe. Watu wakupiga mawe waliatakamo na mawe yao na kupiga yasikushtue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe kupiga mawe hawakupigi wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kule shule mimi ni mwalimu wewe. Kule shule kwa ukimchapa mwanafunzi na kuambia sitabu wewe unachapa. Ule ujinga uko ndani yako na kutoa. Haleluya. Wao tunasema huo tunatoa huo ujinga ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hata kupiga mawe, hakupigi mawe, anapiga kile kiko ndani yako. Ile ndoto iliyomeota, ile hatima Mungu ameweka ndani yako, ndio wanaipiga mawe isikamilike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana mti wenye mabibo, mti wenye maembe, mti wenye machungwa ndio kupigwa mawe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kule kwetu hata minazi tunaipiga